Bana, mambo vipi? Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Ongea na Msanii. Ni siku nyingine tena, siku ya Jumamosi, na ni siku murua kabisa, na kwa bahati, kwa sababu unasema hivyo, tumepata nafasi ya kukutana na msanii chipukizi, msanii machachari kabisa kutoka nchini Tanzania, ambaye anapeperusha vyema bendera yetu ya Tanzania, Tanzania, Afrika, East Africa pamoja na dunia kwa ujumla. Leo tutaenda kupiga naye story moja mbili tatu, na natumai kwamba utapenda na uta stay tuned kusikiliza kile ambacho anaenda kuzungumza. Naf Music, mambo vipi? Poa tu, inakuwaje? Kama kawa. Naona mchini, poa kinyamwezi. Mchini nimepoa kinyamwezi. Nakubali sana. Kazi zinasemaje kazi? Kazi zinaendelea, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na hapa next week last week nimeachia kazi yangu mpya, inaenda kwa jina la Nishike, na nafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Alhamdulillah, na washukuru mashabiki, supporters wote, YouTube, wapi, challenges, TikTok, wote kwa kusupport kazi zangu. Kuna kazi nyingi pia ambazo zinatarajia kuja next month, next year, so kitu cha kuomba tu Mwenyezi Mungu kwa afya. Basi vitu ni vingi. Sure. Kweli kazi tumeiona, kazi ya Nishike, na mpaka dakika hii tunazungumza ndo ngoma ambayo ipo on top pale. Shikilia namba moja pale. Trending YouTube, wewe ingia tu pale, andika Naf Music, trending YouTube iko pale Nishike. Na ni kazi nzuri ambayo imejumuisha maudhui ya Tanzania ya tamaduni zetu, kwa sababu nikisikiliza ule mdundo pale, wana like haka alipiga vizuri kabisa. Alipiga vizuri, ana kitu kikubwa cha kuongezea hapo zaidi. Unajua like haka ni mmoja producer ambayo ana influence kubwa sana kwenye masuala ya muziki. Hata ile idea yangu pia kipindi naifanya akaniambia, kwa sababu mimi nilikuwa na manager wangu bwana Kizo Kitambi bwana, akaniambia sasa hivi unaonaje twende na sound ya Kiafrika? Unajua sasa unaona muziki wa Singeli unakuja Kiafrika, unapewa support kubwa, promoters pia, kazi zinaenda. Kwa hiyo hata mimi nilipokaa na management yangu tukaona yes, letu twende na sisi Kiafrika zaidi, ndio maana tulipata ile sound tukaona sisi tufanye. Huyo like haka, huyu ni producer ambaye niko naye sana muda wote, ambaye kutengeneza beat, na naambia bro, sikiliza hiyo inakuwaje kufanya kazi. Ni mtu ambaye anatamani sana kufanya kazi na mimi, na mimi na appreciate kwa kuwa anafanya vitu vizuri. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ilikuwa ni home session ile, nakumbuka alikuwa anapiga pale, tukasikia hiki mbona tunaweza tukafanya kitu, umeona. Kwa hiyo baada ya pale mimi na jimmy changu tulivyokaa, baada ya kuweka mikataba na nini, kikazaliwa kitu kama kile na kinafanya vizuri, alhamdulillah. Sawa. Kutokana na list ya ngoma zako ambazo zote takriban, maana tangu tumekufahamu katika jamii yetu hii, katika industry yetu ya music hapa nchini kwetu, toka umetoka mpaka dakika hii, na imani una hit song karibia 28. Hizi hit song zote nimejaribu kuzifuatilia, nikaona ni ngoma ambazo zimebezi sana katika maudhui yetu sisi wa Tanzania na tamaduni zetu. Kwa nini unapenda maudhui haya? Mimi niseme tu kwamba unajua kwenye usanii kila mtu anakuwa na style yake, na unajua watu wengi sana wanakuja sana muziki wa Afrika Magharibi, Afrika Mashariki. Ila mimi kidogo nimekuja na sound yangu ambayo hiyo ni sound, unajua kwenye ambapo kwa sasa game yetu ndio inakuwa. Unaelewa? Game inakuwa inahitaji watu ambao ni IQ kubwa, kufikiria mambo. Mimi nafanya muziki na kuwa nafikiria. Sifanye muziki tu kufanya kama yes. Mimi ngoma zangu zinaishi. Hata yani mimi ngoma zangu zinaishi kiasi kwamba club unaweza kupiga, mtu nyumbani, baba, familia, mzazi mnaweza mkapiga. Kwa hiyo mimi ni shahidi. Hilo ni kitu ambacho kinajivunia, kwa hiyo hicho ni kipawa ambacho ninacho. Kwa hiyo hata ninapoandaa ngoma zangu huwa nimejikategorize sana kwenye masuala ya kacha. Unaelewa? Kwa maana ngoma zangu hata ukisikia sound za mimi ndani zinaenda na kacha, kwa sababu ndo nchi yangu, ni moja ya symbol ya kuitambulisha nchi yangu. So hiyo ni kwangu ni kwa favorite sana kwa. Unapenda sana Singeli, sivyo? Na moja kati ya hizo hit song hizo 28 nilizozitaja, hit song karibia 13 zote ni Singeli. Na zote umejaribu kushirikisha baadhi ya wasanii. Ndio. Ni vibe gani wewe unalipata unapokuwa unarekodi ngoma kama Singeli? Maana za chini tumesikia kwamba wewe huwa ushiki pepa na pen kabisa. Hiyo ni kweli. Mimi bwana kwenye issue zangu za muziki huaga nafanyaga sana nikiwa station, nikiwa studio au nikiwa home. Kwa hiyo kwa sababu gani unajua sishiki pen? Kwa sababu naamini kabisa muziki kwa kukaa chini kuandika na ule muziki wa kupata vibe studio na kuandikia pale ni vitu tofauti. Sure, kwa sababu nikikaa chini
nikaandika ngoma labda kwa melody hii, alafu baadaye nakuja naenda studio ikanisumbua, ikanibidi sasa nifanye exchange ya baadhi ya melody na kupoteza ladha ya ngoma. Ndio maana napendaga tunapokuwa na vibe nafanya session huko nikifreestyle ngoma zangu mimi zote bro, hauwezi amini mimi sijaandika ngoma chini, mimi na freestyle na nikifreestyle naoa. Mimi ni shahidi pia kwa sababu kuna session moja tushoka pale kwa hizo mwambo pale ilifanya kitu nzuri sana. Kweli kabisa. Kuna habari za mitandaoni. Habari za mitandaoni, unajua unapokuwa celebrity kama wewe hivi, kuna habari nyingi kemkem huwa zinakuwa zinaibuka, zingine ni za kweli, zingine ni za uongo, zingine za kubomba na vitu kama hivyo. Kuna habari za chini kwamba wewe kuwa kwenye mahusiano na mwanadada Aisha na samahani kama nitakokera, lakini itabidi kama nilivyotanguliza mara ya kwanza kwamba wewe ni celebrity na sisi ni mashabiki. Kwa hiyo sisi kama mashabiki chochote tunachokiona mitandaoni lazima tupate ukweli, tufahamu kama ni kweli au kama ni uongo. Ulikuwa kwenye mahusiano na mwanadada Aisha, lakini mwanadada Aisha kidogo akawa ana changamoto kadhaa, na zile changamoto na maana hata pia unazifahamu, na lakini inasemekana kwamba bado unaendelea kwenye mahusiano na hivi juzi kati umetangaza ania ya kumuoa, unaenda kwao kupeleka posa. Na vipi imekaje? Kwanza mimi kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, unajua ndoa ni swala la baraka sana, sio? Kila mmoja anatamani au kwenye ndoa, haijalishi ni mwanaume mwanamke, labda pengine hali ya kimaisha ndio inaweza kusababisha kwamba mtu ashinde kufanya hicho kitu. Ile malengo ya mtu, unajua unapofanya maisha ukiwa kwenye ndoa na mpenzi wako, akili inapanuka pia. Sababu mimi naweza kufikiria hivi, labda nafikiria mwisho pale. Wewe unapokuwa na mtu naye nikiongeza mawazo yake tunaweza tukafika kule. Kwa hiyo hilo ni swala la ndoa, ni swala la muda. Na last interview niliongelea swala pia. Kwa hiyo ni swala la muda, swala la kusubiri. Kwa kifupi, soon Mungu akijalia basi hilo nalo tutapita kwa heshima, unajua tena. Kwa hiyo ni swala la muda. Okay, bado na maswali kama matatu hivi au manne, na kulingana na muda wetu itabidi mkinde chat kidogo. Kuna hizi habari kwamba Diamond Platinum CEO wa WCB aliwahi kukucheki akaomba collab, ila kutokana na kwamba alikutumia biti ukawa umesikiliza, lakini kulingana na yale maudhui yake aliyokutumia na idea aliyokuambia, ulimwambia kwamba huwezi kutembea na biti za aina hiyo. Kwa hiyo ajaribu kutafuta msanii mwingine. Ni kitu gani hii? Je, cha kwanza hii ni kweli? Na kama ni kweli, ni kitu gani ambacho wewe unakiangalia zaidi katika collaboration zako? Ukiangalia kama yeye ni msanii mkubwa tayari na anajina, ila wewe usimamie misingi yako kwa nini? Kiufupi, unajua Diamond Platinum ni msanii mkubwa sana, ndio, na ni jicho la wasanii wengi sana Tanzania. I appreciate you bro. Ni amefanya vitu vikubwa sana kwa changes mpaka leo Bongo Flava anajulikana na muziki unazidi kuchana mawimbi baadhi ya nchi za wenzetu huko na Kenya. Mimi katika misingi yangu ya kazi huwa na slogan yangu moja sana, ndio. Yes, wewe unataka collab na mimi, unaimba nini? Mimi ni mtu ambaye naimba vitu conscious. Yaani naimba vitu ambavyo vinaeleweka na vinafikirika kwenye akili ya mwanadamu. Siwezi nikakaa tu pale nikaimba tu yo mimi sijui huyu mwanamke sijui kafanya hiyo. Hawezi kukuta nyimbo zangu. Zipo nyimbo za mapenzi hata ukisikiliza ni unasikiza testa fulani tofauti, ndio. Ni kwa Diamond Platinum DM, nilikuta DM yake pale, na baada ya kuzungumza na meneja wake yule bwana Mendez, baada ya kuongea nayo sikupata bahati ya kukutana na yeye mwenyewe Diamond Platinum, ila management yake tuliongea, ila japo sitaki kuweka sana wazi ya mambo, ila tuliongea na design ya idea ambayo alikuwa anataka kufanya bro Diamond Platinum ilikuwa sio ni moja ya idea ambayo kwa wakati ule mimi nilikuwa na wish kufanya. Unaona? Na ile nyimbo pia kwa sababu mimi narinda sana status ya kazi zangu nazozifanya. Sasa nikafanya kitu kwa lengo la kuharibu miko ya kazi yangu. Unaelewa? Kwa hiyo ilileta shida kidogo na nikaona kimya pia kwa upande wao. Kwa hiyo hilo mimi sikuliwekea maanani sana. Hata mimi niko kimya vile vile kama hivyo kimya. Kwa hiyo sijajua kama mbele Mwenyezi Mungu akijalia collab nyingine ambayo itakuwa ina misingi hiyo ambayo mimi nakuta basi tutafanya inshallah. Kweli na umejibu vizuri sana. Lakini inaonekana kwamba wewe moja kati ya wasanii wa nchini Tanzania ambao wanawishi sana kufanya EP nyingi, album nyingi.
moja kati ya wasanii hao pia ni wewe. Huoni kama inakuchukua muda mwingi sana kuandaa album kuliko hizo ngoma za single, kwa sababu tunaamini kwamba uliwahi kutuambia kwamba hivi karibuni utaachia bongo moja la EP au ndio utafuata album? Ni kweli, najua EP kidogo inakuwa tofauti kidogo na kuwa na ugumu kwa sababu ya muda pia, ndio. Kwa sababu EP lazima nitachukua muda mrefu sana nitulize akili, niandae midundo mizuri, hata nitakapoileta sasa mashabiki waone yes kweli Naf Music ikafanya kitu kikubwa. Na tofauti na album, labda nitaweka nyimbo zangu 5 6 chapu na maliza. Pia kwa issue ya biashara kwangu mwenyewe, kwa wakati ambao niko sasa hivi nafanya hizi single kwanza. Ni mara mwisho nimetoa kama album 2. Kuna ile kwa ya kwanza ilikuwa inaitwa The Beginning ambayo ilikuwa ni 13. Hii ya pili ilikuwa inaitwa Hope Hits ambayo ilikuwa na nyimbo 7, ambayo moja nyimbo yangu ilikuwa inaitwa Piece of My Heart. Na hii siku nimesikia sana. Yani moja ambayo ni ngoma Piece of My Heart ndio iligusa mioyo ya watu wengi sana. Kwa hiyo mimi na licha ya kufanya muziki nafanya ili kwa lengo la kupata kipato. Hii ndio kazi yangu, ndio. Kwa hiyo EP itakuja ndio, ila nafanya kwanza hizo album pamoja na hizo single kwa lengo la kusogeza maisha, kipato, ili familia yangu pia nayo isogee mbele, ila EP itafika soon. Natumai umesikiliza mengi na umejifunza mengi. Na leo kama unavyoona, na msanii wetu ameweza kufunguka mambo mengi sana ambayo binafsi mimi au wewe tulikuwa hatuyafahamu, na kwa zile chokochoko kuhusu masuala kadha wa kadha msanii wetu ameweza kuyazungumza na ameweza kuyaweka wazi kabisa. Naf Music, unawaahidi nini mashabiki zako? Mimi niwaahidi tu kwamba utegemee vitu vizuri. Mimi ni kama mpishi, niko jikoni, basi muda wote ujiandae kwa kula, na ngoma ni nyingi zinakuja nzuri pendwa. Hivi karibuni nimewekea ngoma yangu Nishike, tembelea pale kwa mtandao wangu wa YouTube Naf Music TV, sikiliza nyimbo nzuri, ni maudhui mazuri yenye kusifia, yenye kila kitu. Usisahau kusubscribe, kushare kwa lengo la kunisupport, na wapenda sana na ndani. Hala.